Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Anyesi, bikira na shahidi. Mtakatifu huyu anatufundisha mambo makuu matatu. Kwanza, kumheshimu utu wa mwanadamu, kuishi usafi wa moyo na kupinga matumizi mabaya ya mwili na thamani ya mtu. Tukitambua miili yetu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtakatifu Anyesi alithamini sana mwili wake na roho yake kama zawadi kutoka kwa Mungu, na hata alikataa kuolewa. Pili, anatufundisha kutetea ukweli, haki, maadili mema na kusimama imara katika imani hata pale tunapopingwa na kudharauliwa. Tukitambua nyakati tulizonazo sasa, watu wamepoteza hofu ya Mungu, maadili yamemomonyoka. Mtakatifu Anyesi alichagua uaminifu kwa Mungu kuliko hofu, vitisho au shinikizo la jamii. Akiwa na umri wa miaka 12, aliamriwa na Kaisari kumwabudu mungu wa uongo, lakini alisimama mbele ya askari na watesaji akakataa kabisa. Alikuwa tayari kuteswa kuliko kuabudu miungu mingine. Kwetu sisi miungu mingine ni dhambi: wivu, chuki, uasherati, uvivu, kiburi, choyo, hasira, uongo na dhambi nyingine nyingi. Lakini tatu, anatufundisha vijana ujasiri wa kuishi maisha ya utakatifu. Mtakatifu Anyesi, licha ya udogo wa umri wake, alikuwa jasiri na thabiti katika imani yake. Kumbe wapendwa, umri si kikwazo cha kuishi maisha ya utakatifu na ushuhuda. Siku hizi vijana wengi tunakosa udumifu katika imani kwa kisingizio cha kula ujana, huku tukiingia katika tabia chafu zinazotuingiza dhambini na kukaa mbali na Mungu. Wapendwa, daima tumtegemee Mungu kama Mtakatifu Anyesi. Lakini pia katika somo la kwanza la leo la kitabu cha kwanza cha Samueli, tunamuona Daudi anapata ujasiri wa kupambana na kumuua Mfilisti nguli. Na hii ni kwa sababu anamtegemea Mungu. Daudi anampiga na kumuua Mfilisti kwa kutumia jiwe la kombeo. Wapendwa, ulimwengu wa leo una mambo mengi na magumu yanayokatisha tamaa, lakini kwa nguvu ya Mungu tutashinda. Kama vile Mtakatifu Anyesi tunayemkumbuka siku ya leo, tumuombe Mungu siku ya leo atupe nguvu ya kumshinda shetani na mambo yake yote. Mtakatifu Anyesi, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo.